Usikose kufuatilia kipindi cha Fahari Yetu kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3:15 asubuhi. Tunakuleteeni kipindi cha Fahari Yetu. Na leo hii tunaangazia reli ya Uhuru, yani Tazara. Hii ni habari ya kusisimua. Hebu tega sikio. Miaka ile ya 70 jijini Dar es Salaam kulikuwa na pilika nyingi, huku magari ya Kichina yakivinjari maeneo ya Kurasini. Na kule kote ilikopita reli ya Tazara, uhodari na ufanisi wa maenjinia walifanikisha reli hii yenye msukumo wa kiuchumi. Baada ya miaka mingi sasa, kampuni kubwa nchini China ambayo ilijenga reli hii ya Tazara wakati wa enzi ya mwenyekiti Mao Zedong inarudi tena katika mradi mkubwa unaogharimu dola za Kimarekani bilioni 1.4 wa kuikarabati reli hii ambayo kiuchumi imekuwa kipaumbele kwa China. Katika makubaliano yaliyofikiwa na kampuni ya China Civil Engineering Construction Corporation, imekubali uwekezaji wa mwanzo wa bilioni 1.4 pamoja na dola za Kimarekani milioni 238 itakayowekezwa katika reli ya Tazara ambayo imechakaa. Reli hiyo ambayo ina urefu wa kilomita 1860 sawa na maili 1156 inayounganisha ukanda wa shaba nchini China mpaka bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania, ikiwa inasafirisha madini ya shaba na kobalti bahari ya Hindi. Reli hiyo kwa sasa inafanya kazi chini ya kiwango chake. Kukarabatiwa kwake kunaipa China njia nyingine zaidi ya bandari za Afrika ya Kusini ambazo zina msongamano na kuipa Tazara kuwa njia ya kimkakati. Nazo nchi za magharibi zina ushoroba wa Lobito nchini Angola na ule unaungwa mkono na Japani, ushoroba wa Nakala nchini Msumbiji. Kadiri ya maelezo ya Wizara ya Usafirishaji, mkataba huo unahusu kukarabatiwa kwa reli kati ya Dar es Salaam na New Kapiri Mposhi, jimbo la kati nchini Zambia, pamoja na kuiongezea uwezo karakana ya matengenezo ya reli hiyo iliyopo sasa. Wizara hiyo imesema makubaliano yatahusisha na upatikanaji wa vichwa vya treni 34 na mabehewa ya abiria 16 na mabehewa ya mizigo 760 yataongezwa na kusaidia usafirishaji wa madini. Makubaliano hayo yanaipa kampuni hiyo ya CCECC miaka 30 kwa makubaliano ya jenga na fanya kazi. Kati ya hiyo miaka 3 ni ya ujenzi, ikifuatiwa na miaka 27 ya kufanya kazi na kurudisha uwekezaji wao. Kadiri ya mchambuzi Ali Khan, China imefanya mahesabu yake na hasa CCECC wakiangazia faida na umuhimu wake. Waziri wa usafirishaji wa Zambia Frank Tayari anasema ni mradi huu si tu ni wa kuboresha miundo mbinu, bali ni kuhuisha ukuaji wa kiuchumi. Ni mkataba ambao unawapa wakulima, wafanya biashara na viwanda uhai unaowaunganisha na masoko nje ya mipaka ya nchi hiyo. Amesema hayo wakati wa utiaji saini mjini Beijing nchini China. Na mwenza wake wa Tanzania Makame Mbarawa akaongezea kuwa mradi huo utaleta ajira na uchumi kwa watu wetu. Na Dai Hagen, mwenyekiti wa CCECC na China Railway Construction Corporation, ameusifu mradi huo kama ule wa Ethiopia na Djibouti. Tazara ilijengwa na CRCC kati ya mwaka 1970 na 1976. Mradi huo ulifadhiliwa na China usio na riba baada ya nchi za magharibi kukataa kufadhili mradi huo, na reli hii bado ipo mioyoni mwa China katika uhusiano wake na nchi za Kiafrika. Kulingana na timu za Jones, mtafiti kutoka chuo kikuu cha Stellenbosch, Tazara sasa imeondoka kutoka mradi wa msaada na kuelekea kuwa biashara. Reli ya Tazara inaipa China kumiliki njia muhimu ya kusafirisha madini ya shaba na cobalt na manganese. Za Jones, ambaye pia ni profesa wa mahusiano ya kimataifa katika chuo kikuu cha Freiburg, ametabiri jijini Dar es Salaam kuwa ushoroba huu utasafirisha mizigo mingi
ukarabati wake utakapokamilika. Kuboreshwa kwa bandari ya Dar es Salaam kutachagiza usafirishaji wa mizigo na makontena mengi. Eneo hili la kusini mwa Afrika limekuwa sehemu inayogombewa kwa upatikanaji wa madini. Kuna mradi mwingine unaoungwa mkono na Marekani wa ushoroba wa Lobito unaohusianisha na DR Congo na Angola. Unataka kuwa na njia nyingine ya usafirishaji na sio ile ya kuitegemea mtandao wa China. Reli hii yenye urefu wa kilomita 1700 inayounganishwa na bandari ya Lobito nchini Angola na DR Congo huko Kolwezi, ikiwa na mipango ya kuunganisha na Zambia. Mpaka hapo ndio tumefikia tamati ya kipindi chetu cha Fahari Yetu. Tukutane tena katika vipindi vingine. Ni mimi mtayarishaji wa makala hii, Edwin Mpokashi.